Naona hapo mnavyosubiri atachekesha Kiswahili ama Kiingereza. Guys, leo nimefurahi sana serious. Kwa wote ambao mpo hapa, leo ni siku yangu kubwa sana in my life. In my life hii ni siku kubwa kwa sababu ni mwaka 2011 ilikuwa ndoto yangu kuwa comedian, especially stand up comedian. And then kipindi hicho nilikuwa mwalimu wa sekondari. Kabisa, a teacher, mwalimu. Ule unapokea mshahara mwisho wa mwezi. Tarehe 25 ndo unapokea mshahara. And I was a teacher. Sasa wakati nataka kuwa comedian, mtu akaniambia unaweza kuwa comedian kama Churchill. Nikaanza kumwangalia Churchill, akawa role model wangu toka mwaka 2011. Nikatoka Tanzania, nikaja mpaka Kenya, nikamuona, nikasema nikimuona kwa macho ndio nitaamini. Nikamfuata, nikamuona, nikamwambia kwa sasa mimi ni mwalimu ila napenda sana stand up comedy. Akasema kama kweli unapenda comedy, acha ualimu, fuata comedy. Na nilivyorudi Tanzania, I do the same. I quit teaching na nikafuata comedy. Ni miaka 11, miaka toka 2011, miaka 7 imepita na sasa niko Kenya kwa mara nyingine. Please put your hands together for Churchill for that very nice thing. Now honestly, me being in Kenya, seriously, yani unajua ukiwa Kenya na unatoka Tanzania, being in Kenya seriously ni kama vile upo Marekani. It is like you are in USA because everyone is speaking English. Popote unapita tu, you can say, yo, please come here. What is that? Those are the things huwezi kusikia Tanzania. Huwezi kukuta mtu, ukisikia mtu anaongea Kiingereza, yo, please come here. You are in the office. Lakini moja ya kitu kimenifurahisha sana au kinafanya hata watu wa Tanzania wachache tuongee Kiingereza ni kwa sababu ya shuleni. Juu tumefunzwa kila somo kwa Kiswahili. Mathematics kwa Kiswahili. Kiswahili chenyewe kwa Kiswahili. Kemia kwa Kiswahili. Na hata Kiingereza tumefundishwa kwa Kiswahili. Juu mwalimu anaingia, mnasema pale good morning, aya kaeni. Na ni mwalimu wa Kiingereza anaanza Kiswahili. Leo tutajifunza kuhusu he na she. Mmenielewa? Na unajua sisi tulikuwa tunajifunza mostly tulikuwa ukiongea upo darasani na ukaongea Kiswahili in the class ulikuwa unavalishwa kibao kimeandikwa speak English.